Si jana tu ulikuwa katika ujana wako? Ni lini mifupa yako ilianza kutoa sauti? Viungo vyako vinaanza kuuma? Nywele zako zinaanza kuwa za kijivu? Muda unawezaje kukupita kwa haraka hivyo? Unapanga kufanya nini na uliobaki? Wale kati yetu tuliopewa zawadi ya maisha marefu, tunakuja kutambua kwamba muda bado ni mfupi sana. Umezeka vizuri ikiwa umeongeza matendo yako mema na kupunguza dhambi zako. Tunapojitahidi kwa ajili ya akhera katika umri wa kati, tunagundua mabadiliko kwenye miili yetu. Vikumbusho hivi kwamba saa ina hesabu. Wanazuoni wanasema wajaakum nadhir, na mwenye kuonya amekujia. Haimaanishi tu kwamba nabii alikujia, hata inamaanisha nywele zako za kijivu. Lakini wanazuoni pia wanasema kwamba nywele za kijivu ni baraka kubwa katika maisha haya, kwa sababu zinaongeza heshima yako, zinazuia majivuno, zinapelekea unyenyekevu, na baadhi ya wanazuoni walisema hata zinadhoofisha tamaa yako kwa dunia hii. Imam Ibn al-Qutayba rahimahullah anasema katika kitabu chake maarufu Uyunul Akhbar, lakad jalla qadaru shaybi in kana kullama badat shaybatun ya'ra min allahwi marqabu. Kuonekana kwa nywele za kijivu ni mafanikio makubwa, kwa sababu mwanzo wa kijivu unaashiria mwisho wa burudani za bure, na bila shaka baraka zake za msingi ni za maisha ya baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man shaba shaybatan fi sabilillah kanat lahu nuran yawm al-qiyama, yeyote aliyekuza nywele ya kijivu katika njia ya Mungu itakuwa nuru kwake siku ya hukumu. Maisha marefu ni baraka ikiwa yameongeza wema wako, na ni laana ikiwa yameongeza uovu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ya Rasulullah, ayu nasu khair, ya Rasulullah, ni watu gani wazuri zaidi? Na akajibu sallallahu alaihi wasallam akisema, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yeyote aliye na maisha marefu lakini anatumia maisha hayo marefu kufanya matendo mema. Na akauliza, ni watu gani wabaya zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man tala umruhu wa saa amaluhu, yeyote anayeishi maisha marefu lakini anaongeza tu dhambi kwa maisha hayo marefu. Haiwi jinsi ulivyoishi muda mrefu, bali jinsi ulivyoishi. Na mara kwa mara katika Qur'an watu wanaulizwa, unadhani uliishi muda gani duniani? Na daima wanajibu yauman au ba'dha yaum, ilihisi kama siku moja au sehemu ya siku. Unapofikia mwisho muda wako duniani utahisi kama upeo wa jicho, siku za muda mrefu zikijikopesha kwa kumbukumbu za haraka tu za miaka iliyopita. Na ni jambo la kupendeza kiasi gani wakati mtu sio tu aliishi maisha ya haki, bali aliwafundisha wale waliokuja baada yao jinsi ya kuishi kwa haki na kupitisha hazina za mafunzo ya matendo mema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakuna mtu mwenye nasaba ya heshima zaidi kuliko Yusuf alayhi salam. Nabii, mwana wa nabii, mwana wa nabii, mwana wa nabii. Mtume, mwana wa mtume, mwana wa mtume, mwana wa mtume. Yusuf, mwana wa Yakub, mwana wa Ishaq, mwana wa Ibrahim. Fikiria jinsi hilo lilivyo la kustaajabisha. Lakini haikuwa tu dai la unabii, ilikuwa mafunzo ya unabii ambayo hayakuwahi kuruhusu mtu yoyote katika mnyororo huo kusahau kwa nini walikuwepo hapo awali na walichokusudiwa kuacha nyuma. Sasa tunapofikiria juu ya matendo yote tusingeweza kufanya tena, tunatambua pia matendo mema tuliyokosa. Lakini kuna matendo mema ya kipekee ambayo sasa Mungu amefungua mlango kwao, ambayo kwa kweli hungeweza kuyafanya ulipokuwa mdogo. Labda sasa muda wako umefunguka kupata janna zaidi kwa hatua hizo za kwenda msikitini au maneno hayo ya dhikr. Sasa una muda zaidi wa kujifahamisha upya na Qur'an na maarifa matakatifu ambayo haukuweza kujiingiza nayo hapo awali. Baadhi ya wanazuoni wetu wakubwa walianza safari yao ya maarifa tu wakati nywele za kijivu tayari zilikuwa zimetoka.
Imam Ibnul Hazmi rahimahullahu hakuanza safari yake hadi alipokuwa katika miaka ya 40. Nakumbuka nikishangazwa na kusoma kuhusu mmoja wa wanazuoni wakubwa wa tabi'in, Saleh ibn Kaysan, na Imam ad-Dahabi rahimahullahu anasema, ibtada bil ilm wa huwa ibnu 70 sana. Alianza safari yake ya elimu alipokuwa na umri wa miaka 70, na hivyo tunaendelea kuishi na kufanya kazi kwa ajili ya akhera. Kwa kila kitu ambacho Mungu ametubariki nacho tunazeeka katika Uislamu, na kisha tunachukua njia za kuweka akili zetu, miili yetu na roho zetu zikiwa na afya tunapofuatilia kile ambacho ni muhimu zaidi. Kadiri muda unavyopita, kabla hatujatambua tumepita miaka ya 60. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wastani wa umri wa umma huu ni kati ya miaka 60 na 70. Kuna mara nyingi ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea kumsamehe mtu hata balagha 60 min umri, hadi mtu huyo afikie umri wa miaka 60. Sasa hii haimaanishi kwamba Mungu hatamsamehe mtu zaidi ya miaka 60 anapofanya dhambi na kutubu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasisitiza kwamba ikiwa mtu bado anaendelea katika njia zake za uovu hata baada ya kuwa na miaka 60, ni udhuru gani anao mbele ya Mungu siku ya hukumu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitafuta hifadhi kwa Mungu kutokana na ugumu wa miaka ya baadaye. Angesema, Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar, ee Mola wangu najikinga na wewe dhidi ya uvivu na kutokana na magumu ya uzee. Na angesema, Allahumma inni a'udhu bika min al-buhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila ardalil umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa adhab al-qabr. Ee Allah, najikinga na wewe dhidi ya ubahili, najikinga na wewe dhidi ya uoga, najikinga na wewe dhidi ya kurudishwa kwenye uzee dhaifu, najikinga na wewe dhidi ya majaribu ya dunia hii na dhidi ya adhabu ya kaburi. Lakini ona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam daima aliambatanisha kutafuta hifadhi kwa Allah dhidi ya magumu ya umri na kutafuta hifadhi kwa Allah dhidi ya ugonjwa wa dhambi na mateso ya akhera. Iwe ni uzee wako mwenyewe au uzee wa mtu mwingine, ni ishara kwamba kadri unavyorudi kwa Allah mapema ndivyo ilivyo bora, na kadri unavyoishi kwa kumpendezesha Allah kwa muda mrefu ndivyo ilivyo bora. Min alamati najah fi nihayat arrujuu ilayhi fi albidayat, miongoni mwa ishara za mafanikio mwishoni ni kurudi kwa Allah mwanzoni. Unapokuwa mzee, kazi za maisha za msingi zinaweza kuwa ngumu, lakini Allah atatuma wengine kubeba mizigo yako mingi ya kimwili na atakuepusha na vikengeushi vingi vya kidunia, ili sasa uweze kuzingatia kuinuka kwako kiroho na uzuri wake na baraka zake aliyoweka karibu nawe, baraka ambazo ulisaidia kuzikuza na baraka ambazo sasa unazithamini kabisa. Na sio tu hisia mpya ya shukrani katika maisha yako sasa, lakini hali mpya ya haraka unaposubiri hatima yako ichukue ghafla kile kinachoweza kuwa kilele chake cha mwisho. Tonight could be Laylatul Qadr, the night of divine decree. Tonight, millions of Muslims around the world are raising their hands in dua to ask Allah subhanahu wa ta'ala for what they need. Many are asking for guidance and certainty, and everyone's asking for Allah's mercy. All month long, we've been discussing Qadr, divine decree, and the many subtle ways it might show up in our lives. As we answer the hard questions like, why me this Ramadan? Yaqeen also works every month of the year to provide answers that combat doubt, research that educates people around the world, and content that inspires every member of the Ummah around the world. This Laylatul Qadr, when deeds are multiplied by thousands, add a deed to your list that can help every believer solidify their faith. Let a voice for Islam ring around the world. Donate to Yaqeen. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون